wiki ya mapambano. Tulipokuwa tunaendelea na ibada Jumapili, tukawa tumepata taarifa ya kijana wetu kufiwa, na tulikuwa tunaendelea na maandalizi pia kongamano la watumishi wa Mungu. Kanisa nadhani hakuna, ni watu wachache walienda, nafikiri mtu mmoja au wawili walienda, lakini tumesimama tukiendelea kuwaombea hao wapendwa. Hata walipovuka tuliendelea kuwaombea. Lakini nishukuru Mungu kwa sababu ya kazi njema iliyofanyika ndani ya wiki hii. Yaani niseme Mungu awabariki sana kwa sababu ya utii wenu, wale ambao tulikuwa nao kwenye kongamano tangu siku ya Alhamisi, Ijumaa na hata jana Jumapili. Lakini pia nimshukuru Mungu kwa ajili ya Dalulu. Mungu akubariki kwa huduma pia. Na kila mmoja ambaye amehusika kwa njia moja au nyingine kufanikisha kazi ambayo ilifanyika siku ya jana. Na wale ambao hawakuwepo nadhani mtaona labda kwenye mtandao tutakapokuwa tumerusha zile kazi zilizokuwa zinafanyika jana kwenye YouTube yetu. Lakini niseme kazi iliyofanyika jana ni kubwa. Katika ulimwengu wa roho kuna kitu kikubwa sana kilifanyika. Hata kwenye kongamano Mungu amesema nasi mambo makubwa sana, na hata leo asubuhi Mungu alikuwa anaendelea kunisemesha vitu kwamba kuna mahali tunaenda, lakini hapo mahali tunapoenda panahitaji watu wakakamavu. Nilipita sehemu moja karibu na kambi ya jeshi, wameandika tembea kikakamavu. Sasa mimi ni kwa sababu kuna watu walitangulia mbele yangu, nilianza kuangalia unatembeaje kikakamavu. Nani wanatembea tu yani. Sasa nilipofika pale wameandika kabisa kibao tembea kikakamavu. Nimefika kwenye eneo la jeshi, nikaona watu wamebadilisha mwendo, wanaanza kutembea katika mazingira fulani. Mimi nikaiga. Nikasema hata kama sijai kupiga kwanza na kuingia jeshini, lakini na mimi hivyo hivyo wanavyofanya na mimi nafanya. Sasa tumeshaingia kwenye safari ya ushindi. Bwana Yesu asifiwe. Na kama tumeanza safari ya ushindi, tutembee kikakamavu. Haleluya. Usitembee tena kinyonge kinyonge. Na nataka niwaambie Mungu wetu anasikia hata haya ambao tumepata shuhuda hapa, watu kuponywa kwenye moto. Mungu anasikia na Mungu anatenda. Haleluya. Tumwambia Mungu tunaanza mwaka, tunahitaji watu wa Mungu wakae salama. Na nataka nikwambie Mungu analifuatilia hilo neno. Bwana Yesu asifiwe. Kila tulichotamka ama kilichotamka kwenye madhabahu, Mungu anafanya nini? Anakifuatilia. Lakini tunahitaji kuwa wakakamavu, watu majasiri, watu tusio na lawama. Na napenda pia ni hamasishe kanisa, usibebe lawama yoyote. Wanamwambia mpendwa mmoja jana jioni kwamba usifike mahali hata kama kuna kitu unafanya kama wengine hawafanyi, usilalamike. Yaani beba na ujue kama Mungu amekuamini wewe, ndio unaweza ukabeba na ukasababisha kazi ya Mungu ikafanya nini? Ikasonga mbele. Usiangalie mwingine yuko wapi. Na wala saa nyingine yani hata kama kwa mfano kijana wangu pale alipatwa na msiba, watu ambao wameenda ni wachache. Mimi nilipigia tu simu lakini sikwenda. Lakini nachotaka niseme ili tufaulu kwenye safari hii ya mbinguni, yani tuwe na moyo wa amani. Tuwe na moyo wa nini? Yani naomba Mungu atusaidie kanisa hili asiwepo mtu wa kubeba manunguniko. Asiwepo mtu wa kuishi na nini? Kwa sababu Mungu anataka kufanya kazi kubwa ndani ya madhabahu hii. Kuna vitu vikubwa watu tunaoabudu hapa tutaviona siku sio nyingi sana. Lakini hebu tubadilike, usiwe mtu wa kubeba manunguniko, usiwe mtu wa kubeba kazi ya Mungu kwa hali ya unyonge. Yani ishi kikakamavu. Haleluya. Badilisha mtindo wako wa maisha katika kumpenda huyu Yesu. Mpende Yesu kwa kumaanisha ishi kama mtu ambaye unajitambua kwamba mbingu inakuelewa. Bwana Yesu asifiwe. Watu ndio kuwepo jana mnafahamu jinsi ambavyo Mungu alifanya. Wale watumishi wa Mungu wakubwa kutoka sehemu mbalimbali, sio kitu cha kawaida. Na hatakuwa tumeandaa sana. Pastor Peter ni katibu wangu, na hatakuwa na mambo mengi yani ya kuandaa kwamba hili kongamano liwe la kimataifa. Lakini nakwambia mambo yaliyofanyika jana, na ni shukuru Mungu kwa watu ambao walionyesha utii. Baadhi ya watu niliwatumia message, njoo leo sio Jumamosi, mara nyingi watu wanakuwa busy kwa sababu weekend kufanya mambo yao. Wengine nikawatumia message, acha kazi zako, leo ni siku ambayo natamani kuwaona kanisani. Nashukuru Mungu alitii. Na Baba Beri ni pale, na Baba Beri na wengine wakaacha shughuli zao na mlituheshimisha sana. Yule bishop alisema kuna wengine walifanywa ordination wakiwa watu wachache kanisani. Lakini jana tunashukuru Mungu watu walikuwepo na ilikuwa baraka sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi niwapongeze na niwashukuru na niwaombe tuendelee hivyo. Amen.
Yaani ifika mahali ukiitwa unakubali kutii. Vijana hapa walikuwa wanasema sio wanaenda wapi, nikamwambia leo hakuna kwenda popote. Na nashukuru kwamba mlitii. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani ili ufanikiwe lazima uwe mtii. Tuko pamoja? Lazima uwe mnyenyekevu. Ukiambiwa kifanya unafanya. Ukiambiwa hiki acha unafanya nini? Unaacha. Na ukiwa namna hiyo utaona jinsi mbingu itafunguka kwa ajili yako. Bwana Yesu asifiwe. Nimefika pia hapa kwa sababu Mungu aliniona. Nilikuwa naambiwa hiki acha na nilikuwa naacha. Watumishi wa Mungu hao, Pastor Nganda atazungumza, ni mtumishi ambaye mimi ananifahamu sana. Yaani anaweza akawa ananifahamu kuliko hata nyinyi wote. Ananifahamu nikiwa hata sina mtoto hata mmoja. Bwana Yesu asifiwe. Tumesafiri naye katika safari ndefu. Yeye ni Mkenya lakini ni kwamba tumekuwa na hiyo connection ya muda mrefu, na amekuwa akiendelea na mimi kama mwalimu wangu pia. Amekuwa akinionya na kuniambia hiki hapana, hiki usifanye, na nimekuwa nikitii na ninaona mafanikio na upenyo mkubwa sana. Kwa hiyo ili ufanikiwe uwe mtii. Haleluya. Uwe mtii. Hiki ukiambiwa acha, usianze kusema nilikuwa nimepanga huu mpango wangu. Aliye juu yako anapokuambia acha. Bwana asifiwe. Ukitaka kujua, ongea na watu waliopita jeshini. Kule jeshini kuna kiapo cha utii. Yaani hata kama hakuna shida, naambia lala chini, watu wanalala tu bila kuuliza kwamba tunalala kuna nini. Wanalala kwa sababu wameapa kutii. Na mbele za Mungu anasema kama mkikubali na kutii, mtakula nini? Yaani yako mema ya nchi yameandaliwa kwa watu watii. Kwa hiyo utakapokuwa mtii, utakula mema ya nchi. Na tumetabiriwa kanisa hili hatuko chini tena. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Hatuko chini tena. Na Mungu alikuwa ananiambia leo asubuhi, akanambia sasa, yani hatua kuendesha pikipiki imeisha, tunaenda kwenye gari. Tunaenda kwenye viwango vingine. Na kwenye kuiendea hivyo viwango sio kama ni kitu rahisi. Kuna vita. Lakini sisi tumeahidiwa kushinda. Amina wapendwa. Kwa hiyo naomba uwe mkakamavu, usiwe mlegevu. Yaani kwenye sekta yote, kwa wamama, kwa vijana, popote pale. Kama wewe ni mtumishi ndani ya kanisa hili, acha ulegevu. Acha ulegevu. Hatutakuwa tayari kwenda na watu walegevu wanaosababisha kazi ya Mungu inashindwa kwenda. Tunahitaji kuwa na watu imara, watu waliomaanisha, watu wanaojua tunachokifanya.